Tunaendelea kuzungumza kuhusu usugu wa madawa tiba, hasa kwenye swala zima la ufugaji wa kuku. Kwa nini ningependa kuzungumzia usugu? Hii ni kwa sababu mara nyingi sana wafugaji wamekuwa na zile tabia za kufanya matibabu holela, yani wanatibu wale mifugo wao bila kuzingatia utaratibu maalum au bila kuzingatia maelekezo ya dawa yenyewe au kutokuzingatia utaratibu kutoka kwa wataalamu wa mifugo, hasa madaktari. Usugu wa madawa maana yake ni nini? Kama nilivyosema awali kwamba ni matumizi holela ya nini? Ya dawa. Dawa hizi tunazoziita antibiotics. Na hizi dawa maana yake, matumizi holela maana yake ni nini? Mara nyingi sana ni yale matumizi ambayo yanajihusisha kutozingatia dozi sahihi, sababu kila dawa inatengenezwa kwa dozi, na mara nyingi dozi za antibiotics ama hizi dawa kwa kuku mara nyingi ni siku 1 mpaka 3, au zikienda sana basi mpaka siku 5, lakini wafugaji wengi sana hawazingatii hiyo dozi. Kutokuzingatia dozi sasa inapelekea kuwapa kuku dawa kwa muda wa siku 1, na siku ya pili kuku wanaonyesha unafuu, mfugaji anaamua kutoendelea kuwapa dawa. Baadaye sasa, kwa vile wale vimelea hawajafa kwa sababu ya ile dawa, watakuja waibuke tena. Kwa mfugaji inabidi tena aendelee kuwapa dawa. Ile dawa ambayo aliwapa awali akiendelea kuwapa tena, basi wale kuku hawatakaa sawa, kwa sababu wale vimelea tayari washazoea ile dawa na tayari washakuwa sugu kwa ajili ya ile dawa. Hivyo basi wale vimelea hawataondolewa wote kwa pamoja, isipokuwa tu watakuwa wanapunguzwa makali. Manake mfugaji atajikuta ili maisha ya wale kuku yaendelee, lazima awape dawa. Kwa hiyo sasa mfugaji atajikuta anakuwa na muendelezo wa kutoa dawa kila siku kwa wale kuku wake mpaka siku ya mwisho, yani siku ya kuwatoa. Kwa hiyo hizi dawa sasa, kwa vile zinatolewa kwa yule kuku kila siku, hizo dawa zitaingia kwenye mwili wa kuku, yani kwenye ile nyama yenyewe kama ni kuku wa nyama, lakini pia zitaingia kwenye mayai yenyewe, kiasi kwamba sasa yale mazao yatokanayo na yule kuku yataenda moja kwa moja sokoni yakiwa tayari na nini? Na yale madawa. Kwa hiyo mlaji sasa wa yale mazao atakula chakula ama yale mazao yenye kemikali zile ambazo ni antibiotics. Kwa hiyo hata yule binadamu sasa anayetumia yale mazao na yeye atapata usugu wa madawa kwa kupitia kula yale mazao ya mifugo ama kula yale mazao ya kuku ambayo yana dawa ndani yake. Kwa vile sasa dawa nyingi sana zinatengenezwa na kitu kinachoitwa active ingredient, ambacho hiyo active ingredient tunashare almost kwa watu wote, yani kwa viumbe hai wote, manake wanyama pamoja na binadamu. Itafikia muda sasa yule binadamu akija kuumwa sasa, hata akipelekwa hospitalini dawa zitashinda kufanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu zile dawa tayari anazo mwilini mwake, mwili ushazoea ile dawa. Kwa hiyo hata kama anaumwa akipewa ile dawa inakuwa hakuna maajabu ambayo yametokea pale. Ndio maana sasa currently kuna ongezeko sana la magonjwa hatarishi, hasa magonjwa ya kansa. Zamani kansa zilikuwa za watu wazima ama zilikuwa za watu wa Ulaya kule. Kwa nini watu wa Ulaya? Sababu ya kutumia zile processed food, yani kile chakula cha kwenye masupermarket ambacho kimewekewa nini? Kemikali kwa ajili ya kutunza kile chakula kisiharibike. Kwa sasa ndio maana kansa mara nyingi sana zilikuwa Ulaya, lakini kwa sasa mpaka hata kwetu sisi Afrika kuna kansa, tena kwa umri wote ule. Unakuta mtoto mdogo tayari ana kansa, unakuta mtu mwenye umri fulani tayari ana kansa. Kwa nini kansa? Kwa sababu ya ulaji wa mazao ya mifugo, na sio ya mifugo tu, hata mazao mengine ya kilimo ambayo tayari yana nini? Yana madawa. Kwa nini yana madawa? Kwa sababu ya matumizi mabaya ya nini? Ya shamba. Watu wengi sana hatuzingatii taratibu za ufugaji kwa njia za kisasa zaidi, yani nazungumzia njia ambazo zisizotumia nini? Madawa zaidi. Kwa sisi Silverlands tunajitahidi sana kupambana na matumizi ya madawa kwa njia kuu 3. Njia ya kwanza kabisa, tunatumia chakula bora kwa kuku, sababu sisi ni wazalishaji wa vifaranga, pia ni wazalishaji wa chakula cha kuku. Kwa hiyo tunajitahidi sana kutengeneza chakula ambacho hakina madawa ndani yake. Hilo ni jambo la kwanza ambalo tunalifanya, kiasi kwamba mfugaji akilisha kuku wake kile chakula chetu ambacho hakina madawa, lakini kina virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwa ajili ya makuzi ya yule nani? Ya yule kuku. Kwa hiyo unajikuta tu kuku anafanya vizuri sababu anapata kila aina ya kirutubisho anachokihitaji. Hiyo ni njia ya kwanza.
Lakini pia njia ya pili, tunatumia chanjo za kisasa zaidi, ambazo hizo chanjo lengo lake ni kukinga nini? Kudhibiti yale magonjwa yasiweze kufanyaje kuingia ndani ya shamba lako. Hiyo ni njia ya pili, kwamba tunazingatia sana utoaji wa chanjo za kisasa. Lengo kuzuia nini? Kuzuia yale magonjwa hatarishi. Lakini njia ya tatu ambayo sisi kama Silverland tunaifanya, tunajali sana afya ya ndege. Kwenye afya ya ndege pale kuna mambo mengi, kuna usimamizi. Usimamizi kwenye nini? Usimamizi kwenye mambo mengi tu. Mfano management yote, yani usimamizi wa kila kitu kinachohusu ufugaji wa kuku, sisi tuko kipaumbele zaidi. Kwa mfano, kuna swala la ulinzi dhidi ya magonjwa ama udhibiti uingiaji, yani biosecurity. Sisi kama Silverland tunajitahidi sana kuweka sheria kali kiasi kwamba mtu yeyote yule haruhusiwi kuingia ndani ya nyumba ya kuku bila taarifa maalum kutoka kwenye uongozi. Lakini pia sio biosecurity tu, kuna sheria zingine ambazo tunaziweka ambazo ni kali zaidi kiasi kwamba mtu akionekana amevunja zile sheria, basi lazima achukuliwe hatua kali.